Jamani wapendwa wa Mungu, mzigo uliotoka matakoni kwangu ni huu hapa. Ni huu hapa. Ni huu. Maana ungetoka kwa hivi nisingeona maumivu. Lakini umetoka hivi kwa kulala, ndio maana nikaona maumivu. Maumivu yalinipata, maumivu makali ambayo siwezi hata kuelezea. Karibu ndugu, utatuambia unaitwa nani, umetoka wapi, na nini ambacho Bwana Mungu wetu na Kristo wake wamekutendea kupitia baba yetu mtume na nabii J Msionea, na utatuambia una shuhuda ngapi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Esther John, natokea Kinondoni Shamba. Shalom kanisa. Shalom waumini. Je, mnalikumbuka neno la mwezi huu ni neno la nini baba alivyotufundisha? Basi utimilifu wa neno la mapenzi ya Mungu kwangu na mimi yamekamilika. Karibu. Asante. Nina shuhuda moja. Shuhuda hiyo inahusiana na matatizo ya tumbo langu. Mwezi huu baba alitufundisha utimilifu wa mapenzi ya Mungu. Siku nakumbuka kama wiki 2 zimeshapita. Tulikuwa tunasifu hapa. Baba kupanda madhabahuni tu, mimi nikaanza kuharisha. Nikaanza kuharisha mpaka nikahama nikaenda kukaa kule ili niwe karibu na chooni. Mpaka ibada imeisha mimi naharisha. Nikaondoka. Nikamwomba msemaji wa nabii, nikasema nionane na baba maana ilikuwa happy birthday ya Elisha. Baba akasema subiri kidogo, akasema baba naharisha. Akasema nitakuja Dota nikuhudumie. Kweli baba tukapiga magoti hapa mimi na Elisha, akamwombea Elisha, akaniombea na mimi, nikasema kwamba hutaharisha tena binti yangu. Nikasema asante baba, nikaondoka. Kuondoka nikasema kuharisha huko kumetokea wapi? Kuharisha huko kumetokea wapi? Nikaondoka. Tukaenda nyumbani. Nikakaa, lakini bado nazidi kumuomba Mungu. Lile neno kila wakati mimi huwa nasali, baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Nikifikisha kwenye mapenzi yako yatimizwe, nikasema kweli naamini ya kwamba mapenzi ya Mungu kwangu yatatimia. Ijumaa kuanzia Alhamisi usiku nikalala nikaota kuna kivuli tu kimekuja. Nikaitwa Esther John, mapenzi yako leo yametimizwa. Nikaangalia mtu wenyewe yuko wapi? Kivuli tu nilichokiona. Nikainuka. Nikasali hivyo baba yetu uliye mbinguni mara 7. Mara nikaona tumbo likaanza kuniuma. Nikatoka nje nikaenda kuharisha mara 3. Nikakaa tumbo nikaharisha tena mara 3. Nikasema sasa hekaluni nitaendaje? Nikasema ngoja sasa nijaradie chupi 2 ili niende kama najinyea njiani. Haya, maana itakuwa ni aibu kujinyea watu wanaona kinyesi. Kweli nikaondoka, nikaja nikachechemea. Kufika pale getini tu mavi hayo yametoka. Msicheke wapendwa wa Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu, ni jambo la kumtukuza Mungu. Nikapita moja kwa moja nikaenda chooni. Kwenda chooni hata kilichotoka hakuna, yote maana yameshaishia kwenye chupi. Nikaondoka, nikarudi tena, nikasema Pastor Irene naomba nisaidie. Pastor Irene nikasema umekula nini? Nikasema mimi sijui nilichokula, naomba mnisaidie. Yeye akaenda kunitia Uncle Michael. Uncle Michael akaja. Kabla kasogea anataka kuniombea, mimi nikaenda tena chooni. Nikaenda tena kujisaidia. Nikarudi, nikaenda tena kujisaidia. Michael alijua kama mimi labda na mapepo, lakini nilikuwa sina mapepo, nilikuwa na maumivu. Basi akaniombea akasema tembea pale mpaka mara 5. Akasema mimi kwa mapenzi ya Mungu kweli mimi nitatembea mpaka pale. Hiyo hatua 5 alizosema, mara 5 alizosema kwa mapenzi ya Mungu nitamalizia. Nilipomaliza akarudi akanipa damu ya Yesu nikanywa. Akasema umeshapona, wewe endelea na shughuli zako. Nikasema kuna kitu kinataka kutoka mwilini mwangu. Kuna kitu kinataka kutoka, kuna kitu kinatembea tumboni kwangu. Akasema haya ni mapepo tu wanakutishia. Nikasema hapana, kuna kitu kinataka kutoka tumboni mwangu. Mimi naenda nyumbani kwa sababu nimejinyea. Maana sikuficha, nikasema nimejinyea. Ikabidi kwamba mimi niende nikajibadilisha. Akasema haya. Pastor Irene nikamwaga. Pastor Irene mimi naondoka naenda nyumbani. Akasema utarudi? Nikasema ngoja niangalie hali itakavyoenda. Kama vipi basi.
Basi nikaenda mpaka nyumbani kule. Kufika njiani, yale mapenzi ya Mungu ndio yalipamba moto. Nikasema Mungu, mapenzi yangu naomba nifikishe mpaka nyumbani ili nisizidi kuadhirika hapo njiani. Kweli nikaenda mpaka nyumbani, nikafungua mlango, nikabeba ndoo ya maji kwenda chooni. Bwana, kilichonikuta, nikaenda chooni. Nikasemaje, hakika Mungu wa mitume na manabii watakatifu, nionekanie chap, natuma malaika zako watakatifu wanihudumie chap. Amen. Nikaingia kule chooni. Kuchuchumaa siwezi, kusimama siwezi. Nikasema baba yangu mtume na nabii James Onea, kivuli nilichokiona sio kivuli cha mtu mwingine, ni kivuli chako. Hakuna anayejua kama mimi naitwa Esther John. Baba yangu James Onea, naomba unisaidie. Kama ikiwa vipi kikombe hiki na kiniepuke siku ya leo. Ninaamini mapenzi yangu yatakuja kutimilika. Kweli nikapata nguvu ya kuchuchumaa, nikapata uelewa wa kuchuchumaa pembeni. Nikasema mapenzi aliyoyasema yatimilike, basi leo nani kione. Nikachuchumaa. Sukuma na wewe. Kuna mzigo bwana umeng'ang'ania. Nikasema kama kujinyea nilijinyea. Je, nitashindwaje kujitia kidole matakoni? Nikajitia kidole matakoni mpaka ikatokea bolti. Nikasema asante Yesu. Asante babangu Onea. Asante babangu Onea kwa kunionekania. Mapenzi yangu kweli leo yametimilika. Jamani wapendwa wa Mungu, mzigo uliotoka matakoni kwangu ni huu hapa. Tunaomba unyanyue hivi juu kabisa watu waweze kuona vizuri. Ni huu hapa jamani. Ni huu. Maana ungetoka kwa hivi nisingeona maumivu. Lakini umetoka hivi kwa kulala, ndio maana nikaona maumivu. Maumivu yalinipata, maumivu makali ambayo siwezi hata kuelezea. Namshukuru Mungu, namshukuru babangu nabii James Onea hata kwa maombi yake alioniombea siku ya happy birthday yangu ya kuzaliwa kwangu. Akaniombea maombi mazito, na yale maombi nikayafanyia kazi. Hata juzi pana ujenzi hapa, ngasema kwamba yale maombi alioniombea baba sitoachia nyuma. Mimi nataka mapenzi ya Mungu yakamilike kwangu mwezi huu mpaka kieleweke. Nikikumbuka ya kwamba Inge alitoka kwa ajili ya haja ndogo, na leo nimetoa bolti hii kwa haja kubwa. Naamini kama kuna uchafu tena wowote mwilini mwangu, najua kwa mapenzi ya Mungu yatazidi kwenda kutoka. Amen. Naomba tena uishike kwa hivi. Watu waone hicho kimeshika kwa hivi. Aonyeshe hivyo vizuri. Amen. Nadhani mnaona ule uhalisia ambao ndugu yetu Esther John ameendelea kushuhudia hapa kwa habari ya matendo makuu ya Bwana Mungu wetu na Kristo wake. Ndugu yetu Esther John, kabla hatujaendelea mbele zaidi, umesema kwamba kuna Jumapili ambayo baba yetu mtume nabii James Onea baada ya kufika hapa madhabahuni alikuwa akiabudu. Baada tu ya kuanza kuabudu ulianza kuharisha. Swali linakuja, wakati kabla baba hajapanda madhabahuni, labda ulikuwa una changamoto siku ya kuumwa tumbo au ule mvurugiko wa tumbo kiasi kwamba ikapelekea baada baba kupanda mahali hapa ndipo ile hali ya kuanza kuharisha ilitokea? Karibu, watu wanapenda kujua. Asante. Nilikuwa sina dalili ya aina yoyote ya kuumwa tumbo, maana tulikuwa tunasifu hapa wote, tunacheza, napiga vigelegele vizuri, lakini baba kupanda madhabahuni tu tumbo likaanza kunivuruga, nikakimbilia chooni. Mpaka nikahama pale, nikamwambia mtu, wewe sogea hapo, mimi naondoka. Nikaenda kukaa kule. Wala nilikuwa sina changamoto aina yoyote. Amen. Katika mchakato wako kuanzia Ijumaa, baada ya ule usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa, baada ya kuona kivuli na ukasikia sauti ya kwamba inasema utimilifu wa mapenzi ya Mungu ni kitu halisi, na baada ya hapo ukaendelea kukiri tamko la mwezi huu wa 8, ukaendelea kukiri matamko mbalimbali ikiwepo Mungu amitume na manabii watakatifu, tuma malaika zako waweze kunihudumia, ukaendelea kukiri. Lakini vile vile haukusahau, ulimkumbuka Mungu wa baba yetu mtume nabii James Onea, ukawa namtaja baba katika kipindi hicho cha ukimya ambacho ulikuwa unapitia. Kuna watu ambao huwa wanakuja ibadani, na mara nyingi baba, katika huduma hii tuna matamko yetu kutofautisha kati ya huduma moja ama huduma nyingine. Kwa hiyo hata tunapokuwa nje ya hapa, ili watu wakujue kwamba wewe ni mtoto wa mtume na nabii James Onea, kuna ukiri wetu mara nyingi tumekuwa tukiutumia. Lakini kuna watu wamekuwa hawafanyi hivyo. Kwa mfano,
kuna tamko ambalo au mwitikio fulani, baba yetu akisema haleluya, tunasema uokovu una Bwana Mungu wetu, haleluya, utukufu na Bwana Mungu wetu, haleluya, na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Lakini unakuta ni watu wachache, na mara nyingi imekuwa ni upande huu ambao watumishi wa Mungu wanakaa, na watu wengine wamekuwa akidelay. Hivi unawashauri nini kwamba yale maelekezo ambayo baba yetu mtume Nabii James Onea amekuwa akiyaelekeza, au yale matamko ambayo baba yetu mtume Nabii James Onea amekuwa akiyatamka na sisi akituambia tukili, lakini watu wanafanya uzembe? Ndugu yetu Esther John, unawashauri nini? Maana kwa kupitia wewe umekuwa ni somo kabisa, mpaka Bwana ameenda kujidhihirisha. Karibu kwa ufupi. Asante. Ninaenda nje ya maswali yako. Haya maswali nitayarudia baadaye. Mimi nasema hivi kwa waumini wote, tunapokuja hapo kanisani, hata kiti unachokikalia inua kapeleke palipokaa. Lakini sio kusema watenda kazi wapo, wafanya kazi wapo. Huwezi ukajua kama malaika unaowakalia wanakuhudumia ni nini. Kama kulikuwepo na ujenzi hapa, lakini mimi sikurudi nyuma, nabeba makarai ya simenti kumpelekea baba, naosha sijui tiles hizo kumpelekea baba, huku nikiomba, huku nikaomba, huku nikiomba, huku nikiomba. Lakini leo hatima yake Mungu amenifungua. Namshukuru sana babangu mtume na Nabii James Onea. Namshukuru sana mwanamke juu ya mwamba la Grace Onea. Asanteni. Amen. Basi ndugu yetu Esther John, Bwana aendelee kukubariki na aendelee kutunza uponyaji wako. Makofi mengi zaidi kwa Bwana Mungu wetu na Kristo wake kwa ajili ya shuhuda hizi ambazo nadhani ni shuhuda ambazo zitaleta impact hata baada ya vizazi vingi.